Hakika, hii hapa hadithi ya Subira kama ilivyo. Kulikuwa na msichana aitwaye Subira, fundi mashuhuri wa kushona nguo katika kijiji cha Mwanzalindo. Alijulikana kwa ustadi wake wa kushona mavazi ya kila aina, kuanzia kanzu za harusi hadi mavazi ya kawaida ya kila siku. Wateja wake walimpenda kwa sababu alikuwa na mkono wa baraka, nguo zake zilikaa kama zilivyokusudiwa na kila aliyezivaa alionekana kupendeza ajabu. Subira hakuwa tu fundi mzuri bali pia alikuwa binti mrembo mwenye tabia njema. Alikuwa na macho makubwa yenye nuru, ngozi nyororo ya kahawia, na tabasamu lililoweza kuyeyusha hata moyo mgumu. Wanaume wengi walimtamani, lakini hakuwahi kumpa yeyote nafasi, akisema anasubiri mume mwenye heshima na upendo wa dhati. Siku moja, kijana mmoja mrefu na mwenye umbo la kupendeza alifika katika kibanda chake cha ushonaji. Alivaa mavazi ya kifahari, yaliyotengenezwa kwa ngozi na manyoya ya wanyama wa porini. Alijitambulisha kwa jina la Jafari na kusema anatoka mbali, kwenye milima isiyofikika kirahisi. Nimesikia umaarufu wako, Subira, Jafari alisema kwa sauti ya upole lakini yenye mamlaka. Natamani unishonee kanzu ya harusi. Mimi ni mfalme wa kabila langu na nimekuja kutafuta mke wa kufaa. Maneno hayo yalimgusa Subira moja kwa moja moyoni. Kwa miaka mingi alikuwa akitafuta mume mwenye busara, na Jafari alionekana kuwa mtu wa ndoto zake. Alikuwa na haiba ya kifalme na maneno yake yalibeba matumaini na heshima. Kwa siku chache walizozungumza, Subira alihisi moyo wake ukizama kwa upendo wa ghafla. Baada ya muda mfupi wa kufahamiana, Jafari alimchumbia Subira, na kwa baraka za wazazi wake, alikubali kufunga ndoa naye. Ndoa ilifanyika kwa sherehe kubwa, na baada ya siku 3, walianza safari ndefu kuelekea kwao, kijijini kwa Jafari. Safari yao ilichukua siku 5, kupitia misitu minene na milima mirefu. Subira alishangazwa na mandhari ya pori lisilojulikana na wanyama wa ajabu waliopita njiani. Jafari alimwambia kuwa kijiji chao kilikuwa mahali pa kipekee, ambapo mila na tamaduni zao ziliheshimiwa sana. Walipofika, Subira alitazama kijiji hicho kwa mshangao. Nyumba zilijengwa kwa mifupa ya wanyama na zilikuwa na mapambo ya ajabu. Mifupa ya wanadamu ilionekana hapa na pale, kitu kilichomfanya asisimke kwa hofu. Alitaka kuuliza, lakini aliamua kuvumilia, akidhani labda ni mapambo ya kiutamaduni. Usiku wa kwanza baada ya kuwasili, Jafari alimpatia mumewe chakula kilichokuwa na harufu nzito isiyo ya kawaida. Alikula kidogo, lakini ladha yake ilimfanya ashindwe kumeza zaidi. Baada ya siku chache, Subira alianza kugundua vitu vya kutisha. Aliwaona wake wa ndugu wa Jafari wakifua nguo zilizochafuliwa na damu, na usiku alisikia sauti za vilio na kilio kikubwa kutokea kwenye misitu jirani. Siku moja, aliamua kumfuata mmoja wa wake wa ndugu wa Jafari kwa siri. Alijificha nyuma ya kichaka na kuona jambo lililomfanya apige hatua nyuma kwa hofu kubwa. Wanaume wa kijiji walikuwa wamezunguka mwili wa mtu waliokuwa wamemteka kutoka kijiji cha mbali. Walikuwa wakimla kwa sherehe kubwa, wakiburudika kwa vinywaji vya ajabu na ngoma za kutisha. Subira aligundua kuwa alikuwa ameolewa na mtu kutoka katika kabila la walaji wa nyama za binadamu. Moyo wake ulitetemeka na alihisi kizunguzungu. Alikimbia haraka kurudi nyumbani kwa Jafari, akiwa na hofu isiyoelezeka. Mungu wangu, nimenaswa, alijisemea huku machozi yakimtoka. Alipofika, alikuta Jafari akimsubiri mlangoni, macho yake yakimwangalia kwa ukali. Umegundua siri yetu, Subira? Aliuliza kwa sauti nzito. Subira hakuweza kujibu, mwili wake ukiwa umebanda kwa hofu. Sasa unajua kwa nini?